Somo la leo litalenga kabisa kwenye kipengele ambacho kitakufanya wewe uchukue hatua. Unajua mtu hawezi kutenda kinyume na ufahamu alionao au tofauti na kiwango cha ufahamu alionao. Katika kitabu cha Methali 4 mstari wa 7 kinasema, katika mapato yako yote jipatie ufahamu. Get understanding. Jipatie ufahamu. Ufahamu, limitation ya wewe kwenda ni kiwango chako cha kile unachofahamu. Utaenda mbali kulingana na unachofahamu. Utatembea kulingana na unachofahamu. Utakimbia katika maisha kulingana na ufahamu ulionao. Ufahamu ndio kila kitu. Utaomba kulingana na ufahamu. Ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Felista pale amesema, nilikuwa naomba lakini najiuliza, niliposikia somo nikasema mbona nimejibiwa? Ufahamu ukamwingia. Nimejibiwa, kumbe nachotakiwa kwenda sasa hivi nimeshajibiwa, nikudai. Kaingia kwenye maombi, akapata ile amani. Alafu baadaye katika zile kanuni 7 nilisema amani, alafu unaongozwa. Sikiliza maelekezo. Akasikiliza maelekezo. Piga simu wapi? Akapata kazi. Wewe kwa nini ufanyii kazi mafundisho? Kinachokukost kila unalolisikia unaliachia kanisani, unasubiri baada nyingine. Baada kiitisho nyingine unakuja. Leo na somo gumu sana. Na kulipokea inabidi nikufundishe leo afu nifundishe tena, na siku nitayopata tena muda nitafundisha somo hili. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Sitakufundisha kwa siku moja kwa wewe kutoka katika hiyo hatua. Unahitaji usikie tena na tena na tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo somo langu ni nguvu ya miguu yako katika ulimwengu wa roho. Nguvu ya miguu yako katika ulimwengu wa roho. Ni somo ambalo kwa wale ambao wanaokoka mara ya kwanza linaweza likawa gumu na jepesi pia. Ni gumu na jepesi. Nikisema ni gumu na jepesi nikiwa na maana ya kwamba hili somo ni la kiroho. Kwa wachanga linaweza likawaacha, lakini unaweza ukawa mchanga pia ukaenda nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kwa wakomavu pia linaweza likawakwaza, wakashindwa kulielewa kabisa, alafu wakabakia pale pale kwa sababu wameshikilia dini ya muda mrefu. Nguvu ya miguu yako katika ulimwengu wa roho. Kila jambo huanzia rohoni na kisha hutokea mwilini. Mambo yote huanzia rohoni kisha hutokea mwilini. Watumishi wa Mungu wengi au sisi wa Kristo wengi tumepuuza mambo ya kiroho sana, mpaka imefika sehemu wachawi kwa kuwa wanatumia mambo ya kiroho wamewashinda wa Kristo waliookoka kabisa. Wameshindwa na wachawi. Kwa mfano, unakuta mchawi anaenda anachota hatua za mtu, anachota mchanga wa mguu wa mtu, anaenda kuloga, akiwa na maana kabisa huyu mtu anamfunga. Lakini kwa mambo yale ya kuchota mchanga yanatokea huyu mtu apigi hatua katika maisha yake. Kwa kuchota tu mchanga, huyo mtu miguu inaanza kumuuma. Kwa kushindwa kuelewa nguvu ya miguu, tunashindwa kuiombea miguu. Kwa kuwa hatuna ufahamu miguu ina kazi gani, tunaweza tukashindwa kuomba pia kuiombea miguu yako. Leo nitaanza kukupa kazi ya miguu yako katika ulimwengu wa roho. Ina kazi gani? Ili ukijua kuanzia leo uanze kuombea miguu yako. Kazi yake ni nini? Na tunaiombeaje miguu? Na miguu tunaifanyaje ili iwe ina kazi katika ulimwengu wa roho? Haleluya. Namba 1, nitakupa sababu 7 au kazi 7 za miguu katika ulimwengu wa roho. Namba 1, Mungu huongoza miguu yako katika hatua njema. Kazi ya miguu ni Mungu kuiongoza. Kazi ya kwanza ya miguu inaongozwa na Mungu. Mungu huitumia miguu yako kukuongoza. Kwa lugha nyingine,
kazi yake ni Mungu uitumie. Kama usipomruhusu Mungu aitumie, utaingia pabaya. Ngoja nikupe andiko hapa. Zaburi 18 mstari wa 36. Umezifanyia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Umezifanyia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Kazi ya kwanza ni Mungu anaongoza miguu yako. Mungu anataka umpe nafasi katika miguu yako aiongoze. Mungu akiongoza miguu yako, hautaenda kwenye janga, hautaingia kwenye mabaya, hautateleza kwenye tope. Ni kwa nini inafika sehemu unajikuta unateleza, unaingia kwenye mabaya? Ni kwa sababu miguu yako labda haijaongozwa. Niliwahi kuwapa ushuhuda mmoja wa kwangu mimi mwenyewe wa chombo cha usafiri ambacho nilitaka nikipande, na mguu wangu wakati naingia ukasita. Nikahisi kuahirisha tu. Nilipohisi kuahirisha, baada ya kupanda kingine, nafika maeneo ya mlango mmoja pale, nakuta kile chombo kimepata ajali. Kilikuwa ni kabajaji. Nikawapa ushuhuda wangu. Nikaambia, ukiwa unaiombea miguu yako, Mungu ataweka kusita kwenye miguu yako kwenye jambo baya kulifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, kwa nini unaingia kwenye mahusiano ambayo pengine yatakuumiza baadaye? Tatizo sio akili zako. Tatizo ni miguu iliyokimbilia uovu. Anasema miguu yao hiyo iko mbio kukimbilia maovu. Kama ukiombea miguu yako, itazuia usiingie uovuni. Mungu akiongoza miguu yako, ataongoza hata sehemu utazokwenda. Kuna vikao vya uharibifu ambavyo atazuia mguu wako usiende. Namba 2 nataka nikupe hapa kwa haraka. Mungu tumia miguu yako kama silaha. Andika. Mungu tumia miguu yako kama silaha. Na ili usipolitambua, shetani atakupiga. Mungu tumia miguu yako kama silaha ya kiroho. Hatumiaji mikono yako kama silaha ya kiroho. Mungu tumia miguu. Mungu hatumii kichwa kama silaha ya kiroho. Mungu hatumii sikio lako wala jicho kama silaha ya kiroho. Huwezi kumpiga adui kwa jicho lako. Huwezi kumpiga adui kwa mkono. Unampiga adui kwa mguu. Ngoja nikuonyeshe maandiko. Achana na mwili huu. Wewe unapokufundisha unaanza kuchukulia mfano wa mwili huu. Ngumi inapigwa na mkono. Kwenye ulimwengu wa roho kinachopigana ni miguu, sio mikono. Ngoja nikuonyeshe. Katika kitabu cha Mwanzo, uadui ulipowekwa kati ya mwanamke na joka, alisema yeye atakukanyaga kichwa. Atakiponda kichwa, atakikanyaga kwa miguu. Mungu tumia miguu kama silaha ya kiroho ya kumshambulia ibilisi na kumtisha. Warumi 16 mstari wa 20. Warumi 16 mstari wa 20. Twende taratibu kwa sababu hili somo linaweza likawa la kiroho zaidi na ni gumu. Tunatakiwa tuingie kwenye maombi tukiwa tunaufahamu sahihi. Warumi 16 mstari wa 20. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Naye Mungu wa amani atamseta. Mungu umseta shetani chini ya miguu, sio chini ya mikono. Shetani ninakunyonga kwa mikono. Andiko la kumnyonga shetani liko wapi? Maombi mengi unayoyaomba kwa akili zako hayana majibu. Lakini ukisema, Baba katika jina la Yesu ninamseta ibilisi chini ya miguu, limeandikwa. Imeandikwa atamseta shetani chini ya miguu. Miguu ni silaha ya kiroho inayomtiisha ibilisi na nguvu zote za giza. Kwa mfano, magonjwa unaweza kuyaseta chini ya miguu yako. Madeni unaweza ukayaseta chini ya miguu. Kuyaseta chini ya miguu ni kuyaweka chini ya miguu yako. Maana yake kutawala. Changamoto yoyote unaweza ukaitisha chini ya miguu yako.
Ngoja nikuongezea andiko. Zaburi 91 mstari wa 13. Utamkanyaga simba na nyoka, mwana simba na nyoka utamseta katika miguu yako. Utamkanyaga simba na nyoka. Katika kitabu cha Luka 10:17, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamseta mwana simba na joka. Sasa ngoja nikutolee mfano. Wewe anaposema utamseta mwana simba na joka chini ya miguu, utamweka simba na joka chini ya miguu, amaanishi simba huyo wa porini. Ndugu, usitoke hapa ukaenda juu ya simba ukamkanyaga, atakumaliza hiyo miguu yako. Usitoke hapo ukamwona nyoka ukaweka kisigino, atakumaliza. Sijakwambia uende ukamwekee nyoka huyu anayetembea. Anamaanisha nyoka ibilisi. Na anaposema simba, anamaanisha vitu vyote vilivyopanua kinywa kukumeza. Ni nini ambacho kimepanua kinywa kukumeza? Kinataka kimeze maisha yako, magonjwa, madeni, au kuna watu wamezamilia kuangamiza maisha yako, au wanafananishwa na simba. Haleluya. Watu waliopanua vinywa wanasema mabaya juu yako ili wewe upoteze kazi. Wanasema mabaya juu yako ili uchonganishwe. Wanasema mabaya juu yako, wamepanua vinywa. Hao una mamlaka ya kuwaseta chini ya miguu. Unasema, Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa ninawaseta wale wote ambao wamepanua vinywa kwa ajili yangu ili kunimeza. Ninawatisha chini ya miguu, hawatakumeza tena. Kuna maadui wana mfano wa nyoka, wamejificha kwa siri sana kwenye maisha yako. Hata wengine wamekusogelea karibu, lakini unaweza ukawatisha kupitia miguu. Kwenye maombi yako ukiingia unasema, imeandikwa nitamseta mwana simba na joka. Kila adui aliyejificha kwa siri ninamweka chini ya miguu. Hata ni zuru, hata zuru watoto, hata zuru familia, hata zuru mume, hata zuru mke, kwa jina la Yesu. Hata ajiingize kwa siri. Hawezi kujua ni nani anayekupiga. Unapeleka kitenge kwa shangazi, kumbe shangazi ana wivu, anakipeleka kwa mganga, biashara hivi. Umejua? Unampa mtu hela vizuri, yeye anaichukua, anainunuizia maneno, wewe ufilisiki. Unajua? Mengine hatujui, ila tunamwachia Mungu. Tunasema, Mungu ulishasema adui wa siri tunawaseta. Leo tunawaseta kwa jina la Yesu. Nione mtu mmoja anainua mguu wake anasema, namseta kwa jina la Yesu adui wa siri kwa jina la Yesu. Amen. Angalia, kuna adui ambaye amejificha kwa siri sana. Wewe uko hapo unafanya vizuri kabisa, lakini kumbe adui yako ni huyu ambaye amejificha. Alafu Yesu alimaliza akasema, adui wa mtu ni watu wa. Maana yake adui atoki mbali. Hakuna fimbo ya mbali inayoua nyoka. Adui yako anaweza kawa karibu yako kama kisogo chako. Utawezaje? Kuna watu mmoja nilivyomwambia hili swala la maadui wa nyumbani kwako, akasema, kuanzia leo siwi na mtu yoyote. Utaishije? Utaishi kama mti peke yako. Hata miti huwa inasogeleana afu inakuwa msitu bwana. Hawezi kuishi peke yako. Mimi kama mchungaji hapa niogope eti wachawi watakuja kanisani kwangu wataloga. Mimi we njoo, mchawi njoo, kwa siri njoo, hata uniloge kwa siri njoo, lakini nina andiko moja, ninakuseta kwa sirini. Wewe uliyejificha kwa siri, sikujui, unamalizika kwa siri. Hacha kusumbuka kujua nani anakufanyia ubaya. Sumbuka na nini Mungu kakuahidi. Mungu kaishasema anawaseta kwa siri, anawamaliza kwa siri.